na Mungu akatoa neema kwa uniform, wakaenda kule shule wakakubaliwa. Wakasema mwalimu mkuu amekubali kuwasimamia mambo ya vitabu na school fees, na Mungu ameendelea kuwatetea. Na wewe sijua labda kupitia kwa hii. Sasa ipo grade 7. 8. Ndio mnaenda sasa senior school, ndio? Okay. So wako karibu senior school, na mimi naamini Mungu kwamba mtasoma. Amen. Kwa hivyo msiogope. Kwa hivyo nataka tusimame na hao vijana. Hii karatasi nilipatia ni vijana. Hii si kwa kwa hivyo proforma iko hapa na imeanza kuandikwa tayari. Bwana asifiwe. Kwa hivyo nataka mtu, sitaki wajitishie wenyewe. Nataka mtu ajitolee mmoja. Sema mimi nitakuwa pale. Watu wakimaliza nitasimama katika hiyo nafasi. Ona kwamba niandika. Nani atajitolea? Sitaki ni appointment. Nani atajitolea? Nani atajitolea? Si kwamba wewe ndio utatoa pesa nyingi. Wewe utakuwa pale kuandika. Hakikisha watu kwa watu wawili. Haya, asante. Asante Boni na Baraka. Shika Baraka kwa sababu Mungu awabariki. Wewe umhakikishe umepitisha kwa watu ibada ikiisha, vijana wetu ni 1000 tu, si pesa nyingi, na imeanza kutolewa tayari. So Mungu atafanya jambo na mtaenda kwa hiyo trip. Amen. Amen. Na mwisho ni lini? Deadline ukiandika mwisho tunatoa lini? Kama pesa itapeleka. Tuletee. Tarehe 17 ndio unaenda. Kwa hivyo ukiandika sawa. Kwa hivyo ukiandika leo Jumapili, isipite Jumapili uje na hiyo pesa. Si sawa hiyo? Ili kwamba usiwa disappoint na tutakuwa tumefanya vizuri. So nashukuru kwa hiyo nafasi. Tumekuwa na hali za kufunga watu Jumapili, naona leo huwa pia nayo ndio hiyo, lakini usiangalie nani atakuja. Jililie nafsi yako. Bwana asifiwe. And I don't care. I mean, whoever comes, tunaendelea kama kawaida, na naamini ya kwamba Bwana atawafungua watu wake tukiendelea, kwa sababu yeye ni mwaminifu. Amen. Amen. So nataka twende katika neno la Bwana bila kuharibu wakati, kwa sababu muda wetu umesonga. Nitajaribu kwenda kwa haraka ili kwamba tukaweze kupata kile ambacho Bwana ameandaa kwa ajili. Nataka nisome kitabu cha Wafalme wa Pili. Wafalme wa Pili sura ya 6. Nisome mstari wa 24. Mahali nimegusia kidogo wakati wa mkesha. 24 nimalizie 33, nishikanishe sura ya 7 niende mpaka mstari wa 8. Kwa hivyo nitachanganya hapo sura moja huku nivuke niende upande mwingine. Na nitasoma kwa uwepo wa Bwana ama kwa uwezo wa Bwana. Na leo sitaki kuona mtu anasinzia. Ukisinzia nitakujia hapa. Bwana asifiwe. Amen. Ukisinzia nitakujia hapa kwa hapa. Na wewe ukisinzia hapo, Lydia, Bwana asifiwe. Leo ukisinzia nitakujia hapa. Amen. Kwa sababu nikiwapa kwa wachache. Na nashukuru Mungu kwa sababu kwa wachache ukisinzia na kuona. Nikitukamata hivi naona kila mtu. Bwana asifiwe. Haya. So ukiona mwenzako anasinzia msaidie. Fanya nini? Msaidie. Bwana asifiwe. Ukiona mwenzako anasinzia msaidie. Haya, Wafalme wa Pili sura ya 6 kuanzia mstari wa 24. Nitasoma, nitavuka sura ya 7 nifike mstari wa 8. Baada ya kitambo kidogo, Ben-Hadadi mfalme wa Aramu, kwa Biblia yako labda ni Sham, hiyo mfalme wa Aramu akaandaa jeshi lake lote, akapanda kwenda kuiusuru Samaria. Kukawa na njaa kuu katika mji
Samaria ilizingirwa kwa muda mrefu kiasi kwamba kichwa cha punda kiliuzwa kwa shekeli 80 za fedha na robo ya kibaba cha mavi ya njiwa kiliuzwa kwa shekeli 5 za fedha. Wakati mfalme wa Israeli alipokuwa anapita juu ya ukuta, mwanamke mmoja akamlilia, Bwana wangu mfalme, nisaidie. Mfalme akajibu, ikiwa Bwana akusaidii, nitakutolea wapi msaada? Je, ni kutoka kwenye sakafu ya kupuria au kwenye shinikizo la divai? Kisha akamuuliza, kwani kuna nini? Yule mwanamke akamjibu, huyu mwanamke aliniambia, mtoe mwanao ili tupate kumla leo na kesho tutatumia mwanangu. Basi tukampika mwanangu na kumla. Siku iliyofuata nikamwambia, mtoe mwanao ili tupate kumla, lakini akawa amemficha. Wakati mfalme aliposikia habari yako, nimesikia mtu anasema Bwana asifiwe. Kama kidogo Biblia haidanganyi, inasema ukweli. Wewe ukisema ni kweli kabisa hiyo. Wakati 30, wakati mfalme aliposikia maneno ya yule mwanamke, alirarua mavazi yake, naye alipoendelea kutembea ukutani, watu wakamtazama, na ndani ya mavazi yake alikuwa amevaa nguo ya gunia mwilini mwake. Akasema, Mungu na anitendee hivyo na kuzidi, ikiwa kichwa cha Elisha mwana wa Shafati itabaki juu ya mabega yake leo. Wakati huu Elisha alikuwa ameketi ndani ya nyumba yake akiwa pamoja na wazee. Mfalme akatuma mjumbe akamtangulia, lakini kabla hajafika, Elisha akawaambia wale wazee, amuoni huyu muuaji jinsi anavyotuma mtu kukata kichwa changu? Tazama, wakati mjumbe huyu atakapofika, fungeni mlango na mzuieni asiingie. Je, vishindo vya nyayo za bwana wake haviko nyuma yake? Alipokuwa angali bado anazungumza nao, mjumbe akamfikia, naye mfalme akasema, maafa haya yanatoka kwa Bwana. Kwa nini niendelee kungoja hivi? Elisha akasema, sikiliza neno la Bwana. Hivi ndivyo asemavyo Bwana, wakati kama huu kesho, kipimo kimoja cha unga mzuri kwa shekeli moja ya fedha, na vibaba viwili vya shayiri kwa shekeli moja ya fedha, katika lango la Samaria. Yule afisa ambaye mfalme alikuwa anauegemea mkono wake akamwambia yule mtu wa Mungu, tazama, hata kama Bwana atafungua madirisha ya mbinguni, je, jambo hili? Elisha akajibu, utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini wewe hutakula chochote kati ya hili. Basi kulikuwepo na watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji. Wakaambiana, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Kama tukisema tutaingia mjini kuna njaa, nasi tutakufa humo. Kama tukikaa hapa tutakufa. Kwa hiyo twende kwenye kambi ya Waaramu na tujisalimishe. Kama wakituacha hai tutaishi, kama wakituua basi na tufe. Wakati wa giza la jioni wakaondoka na kwenda kwenye kambi ya Waaramu. Walipofika mwanzo wa kambi, hapakuwa na mtu, kwa kuwa Bwana alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya magari ya vita, farasi na jeshi kubwa, kiasi kwamba waliambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri mfalme wa Wahiti na mfalme wa Wamisri kuja kutushambulia sisi. Kwa hiyo wakaondoka na kukimbia wakati wa giza la jioni,
na kuacha mahema yao, farasi wao na punda wao, wakakimbia kuokoa maisha yao na kuacha kila kitu ndani ya kambi kama kilivyokuwa. Wale watu wenye ukoma walipofika mwanzoni mwa kambi, wakaingia kwenye mojawapo ya mahema, wakala na kunywa, na wakachukua fedha, dhahabu na nguo, wakaenda kuvificha. Wakarudi na kuingia katika hema jingine na kuchukua baadhi ya vitu kutoka ndani yake na kuvificha. Bwana asifiwe. Amen. Haleluya. Habari ambazo tumesoma hapo ni kuhusu hawa wenye ukoma wanne, na tunasoma hapo ya kwamba nchi ya Aramu ama nchi ya Shamu ambayo ilikuwa adui ya taifa ya Israeli waliweza kuzunguka mji wa Samaria uliokuwa mji mkuu wa taifa la Israeli, na wakaweza kufanya nini? Wakaweza kusababisha kusiendelee chochote katika taifa la Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Na katika hali hiyo, Biblia inasema kwamba chakula kabisa, kiasi ya kwamba kile kilipatikana kama chakula, tumeambiwa ni vitu viwili. Ya kwanza ni kichwa cha nini? Cha punda, na ya pili ni mavi ya nini? Ya njiwa. Bwana asifiwe. Amen. Yaani unatamani upate kichwa cha punda, na unajua punda haliwi. Ni kweli ama ni urongo? Punda katika ni mnyama ambaye ni najisi, lakini kichwa chake kilikuwa kinauzwa bei ghali. Tena hicho kichwa akifanya nini? Akipatikana. Chakula cha pili ambacho kingepatikana angalau ilikuwa ni mavi ya njiwa, nayo pia yapatikana. So hali ikakuwa ngumu kiasi ya kwamba usiku mmoja inaonekana hawa mama wawili walikuwa wamesikia njaa kupita kiasi. Mama mmoja akamwambia mwenzake, tufanye maagano hapa. Toa mtoto wako tumpike tumle leo, alafu kesho utatoa yule wako. Bwana asifiwe. Basi wakatoa wa kwanza, mtoto akachinjwa Moses. Bwana asifiwe. Hiyo ni story ya ukweli kabisa. Nasikia Moses. Mtoto akafanya nini? Akapikwa. Chinjwa, akapikwa, akaliwa. Njaa imezidi. Moses anacheka. Bwana asifiwe. Amen. Yeah. Wakampika mtoto wake, wakamla. Kesho yake ilipofika, Biblia inasema kwamba yule mama mwingine akawa amemficha naye mtoto wake. Haleluya. Akamficha mwanao. Na katika hali hiyo, mfalme wa Israeli akawa anapita pale, na alipokuwa anapita, yule mama ambaye mtoto wake alimtoa akaliwa, akajua huu ndio wakati mzuri wa kupeleka mashtaka yangu kwa mfalme. Akamwambia mfalme, kuna mambo yalifanyika si mazuri. Tulielewana katika hii hali ya kwamba tutoe mtoto wangu na huyu mama na wangu tukamla. Leo hii alikuwa atoe wake, lakini amefanya nini? Amemficha. Nasikia maneno vile mfalme alimwambia, ikiwa Bwana hawezi kusaidia, mimi nitakusaidia namna gani? Bwana asifiwe. Kumbe wakati mwingine mfalme pia ufika wapi? Mwisho. Mwambie kama Mungu hawezi kukusaidia, na mimi nitakusaidia namna gani? Haleluya. Amen. Hali zilikuwa ngumu, lakini nataka tujifunze kitu katika sura. Wakati wa mkesha niligusia hapo sana. Nataka tujifunze kitu kwa hawa watu wanne wenye ukoma ambao wanajitokeza sura ya 7. Biblia inasema kwamba palikuwapo na watu wangapi? Wanne wenye ukoma waliokaa katika lango
la Samaria. Bwana asifiwe. Amen. Watu 4. Basi mstari wa 4 nasema basi kulikuwako na watu 4 wenye ukoma katika ingilio la lango la mji, wakaambia, kwa nini tukae hapa mpaka tufe? Hawa watu wananitia moyo. 4 wenye ukoma. Ni kitu gani ambacho tunajifunza kutoka kwa? Jambo la kwanza ni kwamba Mungu anatumia yeyote aliye tayari na aliye radhi kuweza kuchukua hatua. God uses anyone who is ready and willing to take action of faith. Mungu yuko tayari kutumia yeyote aliye tayari na aliyejitolea, ambaye amechukua hatua ya imani. Even the marginalized, hata wale watu ambao wanaweza onekana wamefanya nini? Wametengwa. Bwana asifiwe. Amen. Mungu anatumia mtu yeyote. Haleluya. Amen. Sasa nakukutia wewe unasinzia. Haleluya. Amen. Mungu anatumia yeyote ambaye yuko tayari na yuko radhi, anayechukua hatua ya imani. Bwana asifiwe. Amen. Wagonjwa 4 wa ukoma. Ukoma, mtu aliyeshikwa na ukoma katika Agano la Kale alikuwa anafanya nini? Anatengwa. Bwana asifiwe. Amen. Mfano mzuri ni wakati wa corona. Wakati wa corona, watu walioshikwa na corona ulikuwa uwezo kuna msemo tulifundishwa wakati wa corona. Ulikuwa unaitwaje? Quarantine. Wale hatujui kizungu tulijua hiyo neno wakati huo. Quarantine. Sio deli. Deli. Bwana asifiwe. Amen. Tulifundishwa neno gani? Quarantine. Yaani watu wa corona walikuwa ukienda kumuona ni kama wale watu wa bank. Kuna kioo hapo ng'ambo ile, wewe uko ng'ambo hii. Kwa sababu amefanya nini? Ametengwa. Haruhusiwi kutengamana na watu. Bwana asifiwe. Amen. So hao watu walikuwa wanakaa kivyao, wametengwa. Hawaingiani na watu. Haleluya. Amen. Lakini wakachukua hatua ya imani. Amen. Amen. Wakasema na twende tuchukue hatua ya imani, twende. Yaani Mungu anatumia yeyote aliye tayari na ambaye anachukua hatua ya imani. Yaani hii inashangaza. Si kulikuwa na watu wazima ambao wangeweza kuchukua hatua ya imani. Lakini 4 wa ukoma, watu walikuwa wametengwa. Wanakaa langoni. Unasikia vile Biblia inasema walikuwa wanakaa langoni. Hawakai na wenzao. Lakini wakaleta ushindi kwa Israeli. Bwana asifiwe. Amen. Wakaleta ushindi kwa Israeli. Kwa hivyo Mungu hutumia yeyote ambaye yuko tayari na ambaye anachukua hatua ya imani. Na kumbuka habari za Daudi katika Samueli wa kwanza 17. Goliathi alitukana watu wote. Wana wa Israeli alienda kambini akawatukana. Akasema ikiwa kuna mwanaume, walikuwa wanasimama pahali pa juu. Anasimama mahali pa juu. Goliathi akasema ikiwa kuna mwanaume hapa. Yaani Joseph Kireye matusi yani. Yaani mtu anasimama hapa aseme, ikiwa kuna mwanaume hapa aje hapa.
Ikiwa kuna mwanaume anajisikia ni mwanaume ati kama mimi, aje hapa tupambane. Wote wanafanya nini? Wanaogopa. Bwana asifiwe. Wanaume wako pale, kina Majitu wa binadamu, Eliabu na wengine. Anasema kama kuna mtu hapa anasema ni mwanaume, aje hapa. Wote. Sasa Daudi akafika pale akasikia hiyo madharau. Akasema hapana, mimi ni mwanaume bwana. Nikiwa na Mungu mimi ni mwanaume. Hili dude linatukana watu. Ni dude gani hili? Akamwambia unaona sisi ni Majitu wenyewe hapa tunatukana tumetulia. Kwani unafikiria sisi ni wanawake? Bwana asifiwe. Amen. Daudi akasema hapana. Akachukua hatua ya imani. A step of faith. Akasema huyu Mungu niliye naye haiwezekani. Hili dude nitapambana nalo kwa imani. Amen. Hatua ya imani. Lazima uchukue. Ukisoma hiyo Samueli wa kwanza 17:45. Daudi akasema, hivi vita ni vya Bwana, si vyangu. Akachukua hatua ya imani. Kwa hivyo Mungu yuko tayari. Hata kama unadhani kwamba umetekwa ama unajiona hivyo, lakini chukua hatua ya imani. Hawa wagonjwa 4 wa ukoma hapa ni kwamba walileta ukombozi. Hata kama walidharauliwa, walileta ukombozi kwa taifa lote la Israeli. Jambo la pili, la kwanza ni kwamba Mungu yuko tayari kutumia yeyote ambaye anachukua hatua ya imani. Jambo la pili ni kwamba when you take a step of faith, God intervenes. Bwana, unapochukua hatua ya imani, Mungu anaingililia kati. Hebu sikia hapo mstari wa 5 na wa 6. Wakati wa giza la jioni wakaondoka na kwenda kwenye kambi ya Waaramu. Walipofika mwanzo wa kambi, hapakuwa na mtu, kwa kuwa Bwana alilifanya jeshi la Waaramu lisikie sauti kama ya magari ya vita, farasi na jeshi kubwa, kiasi kwamba waliambiana, tazama, mfalme wa Israeli ameajiri mfalme wa Waiti na mfalme wa Wamisri kuja kutushambulia sisi. Bwana asifiwe. Amen. Mungu yuko tayari kutumia yeyote ambaye anachukua hatua ya imani. Take a step of faith. Kwanza usijione, kwanza uwe tayari. Jambo la kwanza uwe tayari na ujitolee. Ya pili, chukua hatua ya imani. Haleluya. Amen. Hawa wagonjwa 4 wa ukoma wakachukua hatua ya imani. Wakasema twende tuwafuate hao maadui. Ikiwa tutaishi tutaishi, ikiwa tutakufa tutakufa. Biblia inasema kwamba walipochukua hatua wakaanza kutembea, Bwana alisababisha vishindo vyao vya kutembea vikawa ni kama jeshi kubwa. Haleluya. Amen. Kiasi ya kwamba mfalme wa Aramu akasema kwamba hawa Israeli wameajiri jeshi na jeshi, yaani mataifa matatu pamoja yamelipwa kuja kushambulia. Kumbe ni watu wangapi? 4. Tena ni wagonjwa. Tena unajua wagonjwa wa ukoma. Ushaona wagonjwa wa ukoma? Ukoma ni ugonjwa unaadhiri ngozi na unaadhiri vidole. Ushaona wagonjwa wa ukoma? Hivi vidole vinaliwa vinakuwa ni kama hawana vidole. Yaani vidole katika inakuwa mkono ni kama uko flat. Na miguu. Sasa unaweza kuimagine, nafikiri ile kutembea kwa sababu vidole vya miguu haviko, walikuwa wanapiga Bwana asifiwe. Wakatetemesha. Mungu, Biblia inasema kwamba Mungu akafanya nini? Akasababisha. When you take a step of faith, God intervenes. Unapochukua hatua ya imani, Mungu anafanya nini? Anaingilia kati. Amen. Hao vijana walinifunza kitu wakati kina Daudi, by the way, wakati walifanya
grade 6 walichukua hatua imani. Ananiambia pastor, tutasoma. Nikawatia moyo. Na wakachukua hatua imani, wakajipeleka wenyewe shule. Hawakwenda na mzazi. Wakajipeleka wenyewe. Na walipoenda kule wakakubalika. Wakaniambia pastor, tumeenda tumekubalika. Lakini tumekosa nini? Uniform. Ni kweli ama ni wrong? Bwana asifiwe. Anambia pastor, tumeenda tumekubalika. School fees wasimamia na vitabu, lakini tumekosa nini? Uniform. Na mimi nikawaambia uniform mtapata. Amen. Amen. Unapochukua hatua ya imani, Mungu anaingilia kati. But first you have to take a step of faith. Hallelujah. Amen. Mimi nakumbuka wakati nilimaliza form 4 nilichukua hatua ya imani, japokuwa yangu ilikuwa sina ujasiri sana. Hii kazi ilikuwa hiyo ni kazi ya pili ambayo nilipata. Maana kazi ya kwanza nilipata kaleta shida, tukasema kazi ya pili nilikuwa nafanya tu biashara rejareja. Rafiki yangu tulikuwa tuko naye, aliniletea karatasi kako printed kadogo, tukakapita karatasi kakafanya. Akaniambia, "Hebu soma hii." Nikasoma. Walikuwa wanataka wafanyikazi wa supermarket. Sasa niliposoma, wameweka pale qualifications, wanataka hii na hii na hii na hii. Alafu mwisho wakasema computer, na huwa nakumbuka hiyo kitu. Maana mwisho walikuwa wameandika computer literacy is an added advantage. Bwana asifiwe. Yaani kama unajua computer uko mbele mbele. Na mimi hata sijui computer lenyewe la kaje. Maana nilikuwa ninatoka huko Mungu shambani. Bwana asifiwe. Haleluya. Nikawa na shida kuchukua hatua ya imani. Yule mwenzangu akaniambia, yeye kwanza alikuwa amefanya kompyuta. Nikamuuliza, wewe umejaribu? Akaniambia, na wewe jaribu. Nikasema haijalishi. Mimi sijui kompyuta lakini wacha ni apply. Bwana asifiwe. Nikachukua kabisa nika apply. Nikasema wacha Mungu aingilie kati. Haleluya. Amen. Na cha ajabu ni kwamba hiyo kazi yeye alikosa, mimi nikapata. Yeye anajua kompyuta, mimi sijui kompyuta. Bwana asifiwe. Kwa sababu gani? Nilichukua hatua ya imani. Haleluya. Ukichukua hatua ya imani, Mungu anafanya nini? Anaingilia kati. Lakini mara nyingi hatuchukui hatua ya imani. Tunakaa tu. Amen. Amen. Tunakaa tu. Na mwingine akasema, jana alikuwa anaongea siasa kwamba vijana wa siku hizi wako na maono makubwa, maono mengi. Kwa sababu ukila mgukaa inaleta maono. Bwana asifiwe. Vijana watapenda. Hii mgukaa iko na faida. Sema sisi vijana tuko na ideas nyingi. Kwa sababu kila mgukaa inakupatia ideas nyingi. Bwana asifiwe. Amen. Lakini cha ajabu ni kwamba ni ideas ambazo they will never materialize. Utakuwa unajenga nyumba juu ya hewa usiku, kila ndio unajenga nyumba juu ya hewa. Utajenga ghorofa umalize. Ukimaliza kujenga ghorofa, ukimaliza kula mgukaa unamaliza kujenga ghorofa. Ukimaliza bado unaona uko wapi? Kwa hapa chini. Bwana asifiwe. Amen. Ideas ambazo hazikupeleki mahali. Ikiwa unataka kufikia idea zako, take a step of faith in the Lord. Amen. Amen. Na unajua kuna watu wengine, by the way, kuna watu wengine wamejificha makanisani. Vijana, wasichana, wavulana wanavuta mabangi na mgukaa. Ikiwa wewe wapo unavuta mabangi, mgukaa na ugoro, upate maono, ushindwe hiyo roho katika jina la Yesu. Amen. Amen. Haleluya. Amen. Maono mazuri yanatoka kwa Bwana. Ukichukua hatua ya imani. Bwana asifiwe. Amen. Hata wale watu ambao wanavuta bangi, akivuta bangi anapata steam ya kufanya kile kitu. Hakuna kitu.
Mimi sijakula mgukaa na sijakula miraa. Lakini najua mtu akila miraa na mgukaa, especially mgukaa iko nini, miraa iko na nguvu. So kila miraa na mgukaa, huyo mtu atakupatia mazuri mingi sana. Kwanza mazuri hujawahi sikia. Bwana asifiwe. Amen. Naona kule wakati nilikuwa nafanya baburu, anakuja na miraa pale. Wakati nakesha mtu anakupatia mazuri mengi. Vile ambavyo wako na mpango wa kununua gari na kufanya nini. Alafu akienda asubuhi akija amezubaa. Maana hiyo maono yote imeisha na miraa na mgukaa. Bwana asifiwe. Amina. Lakini maono mazuri yako katika Bwana. Chukua hatua ya imani. Bwana anafanya kazi na wale wanachukua hatua ya imani. Wagonjwa 4 wa ukoma wakatembea. Biblia inasema kwamba Bwana akasababisha ukawa na kishindo kikubwa kiasi ya kwamba jeshi la Washamu likakimbia. Haleluya. Amen. Chukua hatua ya imani. Hata umwendee adui yako. Sio kukaa tu. Haleluya. Amen. Chukua hatua ya imani, approach your enemy. Amen. Na Mungu ana uwezo wa kusababisha chochote. Roho ya woga ishinde. Bwana asifiwe. Amen. Roho ya woga ifanye nini? Ishinde. Maana mara nyingi tunakosa kuchukua hatua ya imani kwa sababu tumezungukwa na roho ya woga. Take a step of faith. Mwende huyo adui. Simwogope. Ana wengine tunashindwa kwa sababu tumejaa woga. Hatuwezi chukua hatua ya imani. Na unaona walipochukua hatua ya imani, lile neno la yule jamaa, ukisoma kule mbele, kwa sababu yule jamaa alidharau. Ukisoma mstari wa 18, hiyo sura ya 7 kumalizia, inasema ikatokea kama vile mtu wa Mungu alivyokuwa amemwambia mfalme, wakati kama huu kesho kipimo kimoja cha unga mzuri kitauzwa kwa shekeli moja ya fedha, na vibaba viwili vya shayiri kwa shekeli moja ya fedha katika lango la Samaria. Yule afisa alikuwa amemwambia yule mtu wa Mungu, tazama, hata kama Bwana atafungua madirisha ya mbinguni, je, jambo hili litawezekana? Naye yule mtu wa Mungu alikuwa amemjibu, utaona kwa macho yako mwenyewe, lakini wewe hutakula chochote kati ya hivyo. Ndivyo hasa ilivyotokea kwake, kwa kuwa watu walimkanyanga langoni, naye akafa. Bwana asifiwe. Amen. Kwa sababu huyu afisa wa mfalme wa Shamu alikosa imani, Elisha mtumishi wa Mungu akamwambia namna gani? Wewe utaona kwa macho, lakini hutafanya nini? Hutakula. Yaani leo watu wanang'ang'ania kichwa cha punda na mavia njiwa. Alafu mtu wa Mungu anawaambia kwa imani, kesho masaa kama haya chakula itakuwa inauzwa kama bei ya kutupa. Yule bodyguard wa mfalme wa Shamu akamwambia mtu wa Mungu, hata kama mbingu madirisha zitafunguka, madirisha za mbingu, na hiyo chakula ishuke, hiyo haiwezekani. Amen. Kisha akamwambia, kwa sababu umekufuru, umesema hiyo maneno, kesho utaona watu wakikula hiyo chakula, lakini wewe hutakila, utakiona kwa macho.
Na Biblia inasema kwamba hawa wagonjwa wa ukoma wanne walipoingia pale katika kambi za Washamu, jeshi la Washamu likakimbia, wakaachiwa kila kitu. There was more than enough, bountiful. Yaani chakula kikawa kingi kama cha kutupa, kwa sababu wenye chakula wamekimbia na majeshi yao. Sasa mtu hata ukisoma kwa mbele wanasema wale wagonjwa wa ukoma walikuwa wanaingia kwa kambi moja, wanapata chakula imepikwa, wanakula, wanawacha hiyo, wanaenda nyingine, wanapata siku kuna maketi pale, wanakula, wanawacha, Bwana asifiwe. Hatua ya imani. Yaani hao walienjoy, alafu walipomaliza kuenjoy wakasema sasa turudi. Si wale watu wazima walitutenga sisi. Sasa turudi. Tukawaambie kule chakula kikote tele. Bwana asifiwe. Amen. Ukichukua hatua ya imani, Bwana asifiwe. Amen. Kwa macho. Haya. Ukichukua hatua ya imani, nimesema Mungu anaingilia kati. Na hiyo ni kweli. Nimeiona katika maisha yangu mwenyewe, si mambo ya kusikia tu, lakini nimeiona. Na jambo la tatu, sema tunaangalia mambo matatu, ni kwamba usijidharau. Hata kama watu watakudharau, usijidharau. Do not despise yourself. Hata kama watu wanakudharau, usijidharau, lakini jiangalie ama jione kama vile Mungu anavyokuona. Amen. 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 Usijidharau. Watu wanakwambia wewe utafika wapi? Amen. Amen. Utafika wapi? Utaenda wapi wewe? Ndugu zako wote hawajafanya nini? Hawajasoma. Bwana asifiwe. Amen. Dada zako wote hawajafanya nini? Hawajaolewa. Na kwenu hakuna mtoto mmoja ambaye amejenga nyumba. Bwana asifiwe. Anakuambia hivyo. Kwenu kuna mtu amejenga nyumba kweli? Hakuna. Usijidanganye. Hata unaleta vimawe hapa. Unaleta vimawe. Wacha utaona kama utaamka. Na wewe unafanya nini? Unaogopa. Wengi wanaogopa, anasema kweli yule mwingine alifanya hivyo. Amen. Yule mwingine na mimi kweli vitawezekana. Usijiangalie katika mtazamo wa macho ya watu, lakini jione kama vile Mungu anavyokuona. Amen. Amen. Hawa wagonjwa watu walifanya nini? Waliwadharau. Na sio kwa nini waliwekwa katika lango. Biblia inasema walikuwa wapi? Langoni, si ndio? Unafikiria kwa nini walikuwa wamewekwa katika lango? Boni, leo nakuruhusu kuongea. Kwa nini unafikiria hawa wagonjwa wanne walikuwa wamewekwa katika lango? Wasiamkize wengine. Ya kwanza hiyo, kila jibu liko sawa. Bwana asifiwe. Wewe Baraka, kwa nini walikuwa wamewekwa? Unafikiria kwa nini walikuwa wamewekwa katika lango? Ili tukufahamu dhiriki. Hiyo ningekuwa na maki hiyo jibu yako ningepatia 25, kwa sababu utukufu wa Mungu utadhihirika kwa watu ambao ni laana. Hao watu ni laana, wamechukuliwa ni laana. Walikuwa hataki kupona, walikuwa wamewekwa kwa sababu kama wametupwa. Hawafai kukaa na wenzao. Watu wamewaona kama takataka. Kaeni huko kando. Kwa nini unafikiria waliwekwa langoni? Bwana asifiwe. Mama Kimasi. Haleluya. Bwana asifiwe. Usalama. Haya. Kwa nini waliwekwa langoni? Kwa nini waliwekwa langoni? Ni kwa gate. Waliwekwa kwa gate. Kwa nini wanafikiria kwa nini? Ili kama mtu anapita pale kuna chochote
Saidie. Mapasta walikuwa wanasema. Kwa nini? Mimi nilikuwa nasikia walikuwa pale ndio kila mtu pale waone wanashanga walimu wao ndio walifanya. Wana shida wasiambukize wengine. Amen. Mimi pia majibu yote Biblia yako sawa. Bwana asifiwe. Amen. Mimi jibu langu nafikiria ni kwa sababu adui akiingia wa kwanza kufanya nini? Kumalizwa. Kwa sababu wao ni kama takataka, they are nothing. Wale wamechukuliwa si kitu. Kwa hivyo hata wakiuliwa nobody cares. Kitambo wafikie wale watu wazuri watakuwa wamemalizana nao wagonjwa. Yaani hao watu kwa wana wa Israeli ni kama nini? Takataka. Bwana asifiwe. Amen. Usiruhusu watu wakuone kama takataka. Jione kama vile Mungu anavyokuona. Mungu anione mimi kama takataka. Mungu akuone wewe kama takataka. Lakini wengine wakikuangalia wanakuona kama takataka. Usiruhusu. Hata Daudi, ukisoma Daudi katika hiyo Samueli 17, Goliathi akamwambia, kichwa chako nitakipeana kwa wanyama wa mwitu. Naye akamregeshea akamwambia, na wewe nitakukata kichwa, nitakipeana kwa ndege. Bwana asifiwe. Amen. Sikubali watu wa kuangalie katika macho ya kudharau. Kwani wewe ni nani? Daudi akamwambia, wewe hata kama ni jitu na nipota, mimi nitakukata kichwa leo na nitupie ndege wa kule hiyo kichwa yako. Bwana asifiwe. Amen. Sasa watu wakikutupia maneno unaanza kujua nani kweli havijafanyika, sasa vitakuaje? Bwana asifiwe. Amen. Ni kweli kwetu hakuna mtu ambaye ameajiriwa kazi kubwa, itakuaje? Bwana asifiwe. Amen. Kwa kweli hii na hii haijafanyika, itakuaje? Kataa. Jione kama vile Mungu anavyokuona. Amen. Amen. Mungu akikutazama na kuona mtu mkubwa jeshi lake, lakini wanaokuzunguka wakikutazama wanakuona usiyefaa. Kataa. Amen. Mambo yao. Jione katika mtazamo wa Mungu. Biblia inasema katika Mwanzo 1:26 ya kwamba kila mmoja wetu tumeumbwa kwa sura na mfano wa nani? Mungu. Amen. Amen. Na hebu tumalizie na Yeremia 1:5. Yeremia 1:5-8. Nasema hivi, kabla sijakuumba ndani ya tumbo la mama yako nilikujua, kabla hujazaliwa nilikutenga kwa kazi maalum, nilikuweka uwe nabii kwa mataifa. Nami nikasema, Bwana Mwenyezi, sijui kusema, kwani mimi ni mtoto mdogo tu. Lakini Bwana akaniambia, usiseme mimi ni mtoto mdogo tu. Utaenda popote nitakapokutuma na kunena lolote nitakalo kuagiza. Usiwaogope, kwa maana niko pamoja nawe nikuokoe, asema Bwana. Bwana asifiwe. Usiwaogope. Bwana anasema ya kwamba yuko pamoja nawe. Haleluya. Yes. Jione kama vile Mungu anavyokuona. Usijione kama vile watu wanavyokuona. Maana watu wakikuona, wengi ni wale ambao hawakutakii mazuri. Nikamwambia kule kwetu kuna msemo watu wanasema fulani anaendelea tukikataa. Ikamba inasema kaniona uende tu ile. Sasa wewe unakataa na nani? Bwana asifiwe. Ati fulani anaendelea tukikataa. Hao ni wale watu ambao wanaenda kwa wachawi na vitu kama hivyo, si ndio? Ili kwamba waweze kufanya kwamba usiendelee. Lakini Bwana
akiwa upande wetu. Ukiwa na hilo hakikisho, usifanye nini? Usiogope. Amen. Amen. Tusimame katika uwepo wa Bwana. Katika uwepo wa Bwana. Tunapoenda mbele za Bwana tuweze kujiwachilia tu mbele za Bwana. Labda kuna wakati ambapo umejidharau, kuna wakati umejiona kwamba ni mtu usiyefaa, umekuwa na hali ya uoga, kuna mambo umetamani kufanya lakini haujachukua hatua ya imani. Na tumeona kwamba ukichukua hatua ya imani, Mungu naye anaingilia kati. Ikiwa huko tayari umejitolea, it is a step of risk, ni kujihatarisha. Pendo, hatua ya imani ni kujihatarisha, maana Mungu wetu ni mwaminifu, tena Mungu wetu ni mwema, lakini lazima tujihatarishe. Hatua ya imani ni hatua ya kujihatarisha katika uwepo wa Bwana, ili kwamba ukaweze kumtarajia Bwana afanye jambo. Hawa wagonjwa wane wa ukoma kwa kweli walijihatarisha, lakini walipochukua hatua ya imani, walipoonyesha kwamba hatuna kwingine, Bwana alisimama. Walipojiangalia kitu tofauti, japokuwa wamewekwa langoni katika hali ya kudharauliwa, Bwana alijidhihirisha, wakasababisha ukombozi na neema kubwa kwa sababu ya taifa la Israeli. Nakutegemea Yesu, nakutegemea peke yako, nakutegemea wewe, nakutegemea, nakutegemea, nakutegemea Yesu, nakutegemea peke yako, nakutegemea, nakutegemea Yesu, nakutegemea peke yako, nakutegemea Yesu, nakutegemea Mwokozi, nakutegemea, nakutegemea Yesu, nakutegemea peke yako, nakutegemea Yesu, nakutegemea Yesu, nakutegemea, 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 nakutegemea peke yako, nakutegemea Yesu, nakutegemea Yesu, nakutegemea, 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 nakutegemea peke yako, nakutegemea Yesu, nakutegemea. Nenda tu mbele za Bwana mchana wa leo, mwambie tu Bwana, nakutegemea wewe. Hawa wagonjwa wanne wa ukoma wakasema, na twende katika kambi ya Washamu, ikiwa tutapona ni sawa, ikiwa watatuua na tufe. Wakachukua hatua ya imani. Mwambie Bwana mchana wa leo, niko mbele zako, nimetambua huwezi bila wewe, na kutegemea wewe. Wamenidharau, wamenidunisha, lakini leo nimekataa sauti hizo zote katika jina la Yesu Kristo. Bwana nisaidie, Bwana nisaidie,
nipatie nguvu za kuendelea katika imani. Sauti zote nimezifungia masikio, nimeamua kusikia sauti yako, kutembea katika imani katika jina la Yesu. Tunapoendelea katika maabudu, nataka tuweze amekatembe, mlete katembe hapa tumwombee. Kuna sema tunaenda tumwombee. Tutaleta maabudu tafadhali, alafu tumwombee huyu mtoto. Huyu mtoto huwa anasumbuka, kichwa yake iko vizuri vile. Mamake alisema atamleta hapa na kuna kule anaenda. Ukiwa hapo nyuma, inua tu ombi kwa ajili ya huyu mtoto. Mwambie Bwana akafanya jambo. Mwambie inua tu ombi ukiwa mahali pale. Muombee tu. Mwambie Bwana akajidhihirishe. Mwambie Bwana akamfungue. Mwambie Bwana akamfungue. Hakuna kitu kisichowezekana mbele za Bwana. Mwambie Bwana akamfungue katika mchana wa leo katika jina la Yesu.
nasi. Bwana tusaidie ya kwamba Bwana, alizo zote ambazo zimetuzunguka hatutaziruhusu ziweze kuamua hatima yetu. Adui wanaweza kuwa wametuzunguka, lakini hawawezi wakaamua hatima yetu. Hatima yetu iko mikononi mwako. Bwana tusaidie tukajue neno hilo na tukakuamini wewe, maana wakati wowote Mungu wetu, wewe unasema ukweli tofauti na shetani, ambao Biblia inasema katika kitabu cha Yohana 8:44 ya kwamba yeye ni mwongo na ni baba wa huo. Tofauti na wewe Mungu wetu, wewe ni Mungu wa ukweli. Bwana, tunatambua ni wewe mwenye kuamua hatima yetu, ni wewe mwenye kujua hatima yetu. Hata wakituzunguka namna gani hawatafaulu. Bwana, mapenzi yako lazima yatatimia katika maisha yetu. Bwana tusaidie, Bwana tusaidie ya kwamba hakikisho hilo litadumu ndani yetu, na tutakutazama wewe, kama vile kitabu cha Waebrania 12 kinavyosema ya kwamba wewe uliyeanzisha imani hii nzuri ndani yetu utaenda kuikamilisha. Tunakutazama wewe Bwana, uliyeanzisha imani hii ndani yetu utaenda kuikamilisha. Hata kama watainua mishale na mikuki na kila aina ya silaha kinyume nasi, hawatafaulu, maana Bwana uko upande wetu. Pokea sifa na utukufu, maana hakuna aliye kama wewe. Katika jina la Yesu Bwana na Mwokozi wetu tumeomba na kuamini.